Niliamka nikiwa na jasho mwilini, moyo wangu ukidunda kwa kasi. Ndoto ile haikuwa ya kawaida, ilikuwa halisi kupita maelezo. Maneno ya Lilian yalikuwa yamekaa kichwani mwangu kama sauti inayonong'ona gizani. Muda wako wa kuamua unakaribia. Nilikaa kitandani kwa muda, nikitafakari kila kitu. Lilian alikuwa nani hasa? Alisema anatoka kwenye dunia nyingine, dunia ya ndoto yangu. Je, alikuwa jini, roho, au kitu kingine nisichoweza kukitaja? Pamoja na hofu iliyokuwa ikinisumbua, nilihisi hisia nyingine, hamu isiyoelezeka. Lilian alikuwa tofauti na mtu yoyote niliyewahi kukutana naye. Kulikuwa na mvuto wa ajabu kati yetu, nguvu isiyoeleweka iliyokuwa ikinivuta kwake kama sumaku. Sikujua kama nilikuwa nimeingizwa kwenye bahari ya giza au bahari ya mapenzi. Nilipoamka asubuhi, nilitoka nje ya chumba changu na kuelekea sokoni. Wakati nikitembea, nilihisi kitu kigumu ndani ya mfuko wa suruali yangu. Sikuweka kitu chochote usiku uliopita, lakini sasa mfuko wangu ulikuwa mzito. Nilisimama pembeni ya barabara na kuingiza mkono mfukoni. Nilichokiona kilinifanya nikose hewa. Kulikuwa na noti mpya za 10,000, nyingi sana. Nilizihesabu haraka, zilikuwa 500,000. Nilihisi ulimwengu ukisimama kwa sekunde chache. Nilipataje pesa hizi? Moyo wangu ulianza kupiga kwa nguvu. Nilijua jibu kabla hata sijajiuliza. Hisi mgongo wangu ukisisimka. Je, Lilian alikuwa ameingia chumbani kwangu tena usiku bila mimi kujua? Au alikuwa na uwezo wa kufanya pesa zitokee tu? Nilihisi mkono mgumu ukigusa bega langu. Juma, leo ni siku yako, sauti nzito ilisikika nyuma yangu. Niligeuka. Ilikuwa ni rafiki yangu, Hamis, kijana niliyekuwa naye karibu sana tangu utotoni. Hamis, unajua kitu kuhusu hili? Nilimuuliza kwa sauti ya kushuka. Akatabasamu kwa mshangao. Unazungumzia nini? Nilimtazama kwa sekunde chache, kisha nikatikisa kichwa. Hakuna. Sikujua kwa nini nilimdanganya. Labda nilihisi kwamba hamwezi kuelewa, au labda sehemu yangu ilitaka kulinda siri ya Lilian. Lakini moja nililojua kwa uhakika, maisha yangu yalikuwa yanabadilika na sikuwa na udhibiti wa hilo. Jioni ya ajabu. Jioni ilipofika, nilirudi nyumbani nikiwa na mfuko uliojaa chakula. Sikuwa tena yule kijana maskini aliyekuwa akihangaika kila siku. Lilian alikuwa amebadilisha kila kitu kwa usiku mmoja tu. Nilipoingia chumbani kwangu, nilikuta mshumaa mwekundu ukiwaka juu ya meza yangu. Ingawa sikuwahi kuwasha mshumaa wowote, niliinama karibu na mshumaa, moyo wangu ukidunda kwa kasi. Harufu ile ya waridi ilianza kuenea ndani ya chumba. Nilipogeuka, Lilian alikuwa amesimama kwenye kona ya chumba. Alikuwa amevaa gauni jeupe lenye mikono mirefu, nywele zake ndefu zikimwagika mgongoni. Macho yake yalikuwa meusi, yenye kina kisichokuwa cha kawaida. Wewe, nilianza kuzungumza, lakini sauti yangu ikakata ghafla. Akasogea karibu nami, mikono yake ikishikilia mashavu yangu kwa upole. Siku zote umeteseka Juma. Nataka uanze kufurahia maisha. Nilihisi moyo wangu ukiyeyuka. Hii ni kweli? Akatabasamu. Ni kweli, lakini bado hujajua kila kitu. Macho yangu yalikutana na yake kwa muda mrefu. Kisha, kwa mara ya kwanza, alinisogelea karibu zaidi. Na kabla sijajua kilichotokea, midomo yake ilikuwa imegusa yangu. Busu lake lilikuwa la ajabu, baridi na la moto kwa wakati mmoja. Lilikuwa la kweli, lakini pia lilihisi kama ndoto. Nilipofumbua macho, alikuwa amenishika mkono. Nataka nikuonyeshe jambo. Ghafla, chumba changu kilianza kuzunguka. Mwanga mkali ukanifanya nisisimke. Halafu tulikuwa mahali pengine, mahali ambako sijawahi kufika, mahali ambapo kila kitu kilikuwa cha ajabu kupita maelezo.